Habari wana football science, habari wana science mpira. Karibuni tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Channel Fumbwe Soka Class, kipindi ambacho si tu kina kuchambulia mpira bali kina kufundisha na kukuelimisha mpira kwa kufuata misingi ya football science. Leo kwenye kipindi chetu pendwa cha Channel Fumbwe Soka Class utakuwa nami the king of football science, Journalist Fumbwe almaarufu kama Channel Fumbwe, nikikuletea mbinu sita za Dar es Salaam Africans kuzitumia ili kuiangamiza Silver Strikers ya Malawi kwenye mchezo wa mkondo wa pili wa ligi ya mabingwa Afrika, baada ya mchezo wa kwanza uliofanyika kule Malawi kutamatika kwa Dar es Salaam African kupoteza mchezo huo kwa goli moja. Hivyo mbinu hizi sita, endapo Dar es Salaam African ikizitumia kwa ufanisi na uhakika mkubwa, hakika wa Tanzania watafurahi kwa matokeo chanya itakayoyapata. Karibu. Yes. Cha kwanza kabisa, kabla ya kuingia kwenye mbinu direct, ni lazima ifahamike kwamba hii mechi ni must win game kwa Dar es Salaam African. Maana yake ni nini? Kwamba hii mechi ni lazima kushinda, na ushindi wenyewe unaotakiwa hapa inatakiwa kuwe na margin ya goli 2. Ninaposema margin, maana yake kuwe na magoli 2 zaidi. Kama ushindi upatikane wa 2-0, hapo ndio Dar es Salaam Africans ataweza kwenda direct. Ama upatikane kama wao watapata goli 1, basi Dar es Salaam Africans atakiwa apate magoli 3-1. Hii 3-1 ni ushindi ambao unatakiwa upatikane Dar es Salaam, ama 2-0 ama 4-2, yani kuanzia margin ya 2 na kuendelea juu. Kwa hiyo aidha iwe 2-0, 3-0, 4-0, sawa, au ifanyike margin nyingine ya 2, labda 3-1, 4-2, 5-3, yani mradi tu utoe ile namba kubwa kitoa ndogo zipatikane hizi 2. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu tayari wenzetu hawa wa Silver Strikers tayari walishapata goli 1 kibindoni. Kwa hiyo ili goli 1 ili liwanufaishe ni kwamba lazima tukifungana tutali kwa goli 1. Na maana tukitengeneza tofauti ya goli 1, either Dar es Salaam Africans naye amepata goli 1, basi itaenda kwa hatua ya mbele zaidi, ama 2-1, hapa ndo ita apply ile sheria ya goli la ugenini, away goal rule. Sheria ile ya goli la ugenini ni hadi magoli yatakapokuwa sawa. Kwa mfano Dar es Salaam Africans aweze kushinda 2-1, wale kule kwao wamepata goli 1-0, kwa hiyo ukijumlisha inakuwa ni 2 na Dar es Salaam Africans 2. Lakini itaangaliwa, je, nani mwenye goli nyingi za ugenini? Sio, umenielewa? Away goal rule ina apply pale wanapoangalia nani mwenye goli nyingi za ugenini, endapo magoli yatakuwa yamelingana. Kwa hiyo kama Silver Strikers wangeshinda 2-1, alafu huku Dar es Salaam Africans anakuja kushinda 3-2, magoli yatakuwa ni 4-4. Lakini je, Dar es Salaam Africans na Silver Strikers nani atakuwa amepita kwa sheria ya away goal rule? Hapa maana yake kwamba Silver Strikers atakuwa amepita kwa sababu ana magoli 2 ya ugenini, wakati Dar es Salaam African atakuwa na goli 1 la ugenini, lile alilolipata kule 2-1, na huku Silver Strikers atakuwa amepata goli 2 za ugenini. Ndio hapo away goal rule inapo apply. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans ili aepuke hicho kitu, anatakiwa ashinde kwa margin ya goli hizi 2. Nadhani sasa utakuwa umeelewa, ili nikienda mbele uwe unapata picha halisi na ujue kabisa pale uwanjani jinsi mchezo utakapokuwa unachezwa, ujue uko kwenye position gani, ili kuendea huo mchakato wa kuweza kupata margin ya goli 2 kwa Dar es Salaam African dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Utaratibu na mbinu zifuatazo inabidi zi-apply. Mosi, mbinu ya kuifanya mechi kuianza kwa nguvu tangu mwanzo na kuweka shinikizo kubwa kwa mpinzani. Kwa nini hii inakuwa mbinu sahihi kabisa? Hawa jamaa, elewa, wana faida ya goli tayari. Dar es Salaam Africans anatakiwa asawazishe
Kwa hiyo from beginning, kuanzia mwanzo, Dar es Salaam Young Africans inatakiwa atumie nguvu, atumie pressure kubwa kuwa pressurize wapinzani wachanganikiwe na wafanye makosa ambayo yataweza kuzaa goli. Hii inafanyikaje? Nguvu na pressure kubwa ya kuanza nayo Dar es Salaam Young Africans watatakiwa apply kuanzia mwanzo wa mchezo, hususan katika dakika 10 mpaka 15 za mwanzo. Dar es Salaam Young Africans ahakikishe ameapply pressure kubwa na nguvu nyingi ili kuhakikisha unapata goli moja la kurudisha ile hali ya kawaida, ili momentum ya game iwe sawa. Hapa Dar es Salaam Young Africans itakuwa kwenye mstari mzuri sana wa kuhakikisha wanachokitaka kinafanikiwa. Wakifeli hapa, basi inaweza ikawa ni ngumu sana game. Kwa sababu gani? Uzuri, ndio maana nimetanguliza kusema kwamba huu uchambuzi si wa kawaida, ni uchambuzi wa kisayansi, ni uchambuzi wa kitaalam. Kwa nini Dar es Salaam Young Africans akifeli katika hizi dakika 10 mpaka 15 kuapply pressure kubwa, kuwalazimisha kufanya makosa na kupata goli la uongozi? Kwa sababu ndani ya hizi dakika 15, kwa mujibu wa football science, ndivyo dakika ambazo unaweza ukaapply nguvu kubwa sana. Baada ya hizo dakika unatakiwa kifuatie kipindi cha recover. Hii recover ni lazima uifanye, kwani ndiyo itakayokusaidia wewe mwili wako kuwa na endurance katika uhakikisho wa kumaliza game katika intensity nzuri. Kwa hiyo Yanga wasije wakajipressurize, wakiona dakika 10-15 zimefeli, basi hapa wanatakiwa warudi tena nyuma, wapunzishe miili, yani ndio recovery inayotakiwa. Hii ni football science all applied to the world, sio roporopo. Ndio maana nasema huu ni uchambuzi unaofuata misingi ya football science, na huu ushauri ninawashauri Dar es Salaam Young Africans kama timu ya Tanzania, kwa sababu inaposhinda Dar es Salaam Young Africans, wa Tanzania ndio wanafurahi. Sasa je, mimi sitofurahi kuona Mtanzania mwenzangu akifurahi? Jibu liko wazi. Ninafurahi kuona Watanzania wenzangu wakifurahi. Kwa hiyo Yanga wanaweza kuapply vipi hii ukasema hii sasa ni nguvu, hii pressure? Kinachotakiwa hapa, nguvu na pressure, ni pale wanapokuwa wana mpira na pale ambapo wanapokuwa hawana mpira. Wanapokuwa hawana mpira, wahakikishe wanafanya ile high pressing. High pressing maana yake wanatakiwa wakabie juu, tena kwa kutumia nguvu. Nimesema high pressing na high pressing inatakiwa iwe high aggressive pressing. Ninaposema high pressing na high aggressive pressing ni vitu viwili tofauti. Dar es Salaam Young Africans lazima wahakikishe kwamba kwenye final thirds wana apply pressure kwa nguvu kubwa sana katika dakika 10 mpaka 15. Baada ya hapo wapunzike, wasilazimishe. Wakilazimisha wataweza, lakini kitawagharimu kumaliza mechi. Nasema hivi kwa sababu nimeona training zao, wametrain kutumia nguvu, lakini ile nguvu nayo inatakiwa ipate ushauri wa kisayansi. As long as the football scientist nipo kwa ajili ya nchi yangu, na Dar es Salaam Young Africans ni timu ya nchi yangu, basi sina budi kuwashauri nguvu zao watakazozitumia wazitumie kimahesabu. Football science haiepukiki wala haikengeukiki. Ukisema mpaka dakika 10-15 umekosa goli, ulazimishe uende nao dakika 20-25-30, I swear mechi itakavyokuwa kipindi cha pili, kila mtu atashangaa, labda wabadilishe timu nzima ingie mpya. Kwa hiyo huo ndio ushauri, wahakikishe wanafanya high pressing kule, sawa,
na wakipata mpira wahakikishe wanaenda kwa kasi, kusiwe na dildal nyingi, mtu anagusa peke yake. Unapogusa mpira kwa sekunde nyingi, elewa second of delay, yani dakika moja unayochelewa ndio unawawezesha wapinzani kufanya reorganizations, wani wanarudi kwenye umbo lao la walinzi ambalo ndio wametraini nalo kwenye field of training. Kwenye uwanja wa mazoezi wao ndio wametrain. Kwa hiyo wakirudi kwenye hilo umbo kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans wahakikishe mpira wakiwa nao, basi huu mpira uwe mbele zaidi, na wahakikishe kasi ya mashambulizi ni first touch, second pass, move direct. Huo ndio mpira ambao Dar es Salaam Africans wanatakiwa waanze nao. Kwa hiyo ni kesi ya kwanza ya kuhakikisha Dar es Salaam Africans wanaianza game kwa nguvu na juu, intensity ya juu, ili kuwapa pressure, kwa sababu wale is automatic watakuja na plani ya kudefend ili wa defend, na watakuwa wanashambulia kwa counter attack. Kwa hivyo huu muda wa wao ambao wasema wako nyuma na Dar es Salaam Africans wanatakiwa hapo wautumie kupressurize, wahakikishe defenders wanafanya makosa kutokana na kulazimishwa na mpinzani. Kwa hiyo forward line ya Dar es Salaam Africans lazima ihakikishe ina apply pressure ya juu katika kuhakikisha wapinzani wana commit makosa. Mbinu ya pili ambayo Dar es Salaam Africans watakiwa wawe makini nayo ni kwamba wanaingia uwanjani wakiwa nyuma ya goli moja dhidi ya wapinzani wao. Wapinzani wana advantage ya goli moja. Kwa hiyo hawa wapinzani is automatic plani yao watakao kuja nayo kwanza ni wakae nyuma, wazuie Dar es Salaam Africans kika 10, 15, 20 mwisho, ili katika kuhakikisha ile hali ya energy wanayoanza nayo inashuka, alafu ndio wataanza kwa hiyo hizi dakika ambazo nao wanajaribu kupima kina cha maji, basi Dar es Salaam Africans hapa wanatakiwa wafanye jambo, kwa sababu hii margin ya 2 ni muhimu sana. Lakini hawa nao watalazimisha wapate goli, pamoja na kwamba anakuja na plani ya kukaa nyuma kudefend, lazima atatega watu katika yale maeneo ambayo wanajua ni weakness ya dunia nzima. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans pamoja na kuwa inashambulia, iwe makini sana na rest defense yao. Rest defense, kama nilivyotanguliza kusema awali, kwamba ni umbo la ulinzi ya timu pindi inapokuwa inamiliki mpira. Unapomiliki mpira manake wewe ni unashambulia. Kwa hiyo ni lile umbo lenu la ulinzi linavyokuwa wakati mnashambulia. Kama timu yote iko mbele, huku nyuma lazima muhakikishe unafanyaje? Unaweka walinzi vizuri. Kwa hiyo kama utaweka defenders watatu, hakikisha hawa defenders watatu wanajigawanya vizuri mno. Hawa defenders watatu kama rest defense wanajigawanya vizuri mno, ili kudhibiti yale mashambulizi ya kushtukiza ambayo huwa wanayatumia. Na tumeona kwenye mechi ya kwanza ndio design ya mashambulizi ambayo walikuwa wanatumia. Jamaa wako vizuri, kwa hiyo wanajua kabisa sisi tunapojibu kwa kushtukiza hawa wanakuwa disorganized. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, Dar es Salaam Africans pamoja na kwamba hii game wanaitaka, basi lazima wahakikishe wanakuwa na beki ambazo zina kasi, kwa sababu naiona mechi kabisa muda mwingi ikiwa katikati ya uwanja. Dar es Salaam Africans wako katikati ya uwanja kuelekea eneo la mpinzani. Kwa hiyo hii na wao pia wanakuja nayo akilini kwamba sisi tutazuia, sisi tutapoteza muda, sisi tuna frustrate Dar es Salaam Africans, akipaniki sisi tunafanya mambo yetu. Kwa hiyo hii ndo plani yako atakokuja. Kwa hiyo na kama Dar es Salaam Africans hii rest defense yao muda mwingi itakuwa kwenye high line au itakaribia kabisa hapa katikati, hivyo mabeki ambao watakuwa wamekaa kwenye rest defense wahakikishe kwamba wana kasi. Ndiyo maana mimi katika plani ambayo nahisi huku kichwani kwenye hizi left wing back na right wing back, asikosekane kushoto Bokai Imete, na huku kulia asikosekane Israel
Patrick Mwenda, regardless kama atakuwa hana efficiency katika ufanyeje ushambuliaji, huyu aingize kwa jukumu moja tu la kuzuia ushambuliaji, aache upande ambao wanatakiwa wawe vizuri. Na mimi nikipewa kushauri Dar es Salaam Africans, nitasema watumie sana upande wa kushoto ambao ni kulia kwa Silver Strikers. Kwa nini? Ule ndio upande ambao huwa anakuwa stationed huyu mchezaji wao hatari anaitwa Uchizi Vunga. Kwa hiyo ule upande ukiwa unafanyiwa mashambulizi, hata Uchizi Vunga ilo uthubutu wa kusema aje kutega mtego juu ya halfway line kuelekea kwa Yanga, hatofanya hivyo kwa sababu muda wote mashambulizi yatakuwepo upande wake. Kwa hiyo yeye lazima arudi nyuma kwenye defending. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam Africans katika hili, pamoja na kwamba wanakimbiza mwizi, wahakikishe mlango umefungwa madhubuti. Sekaa kule wanakimbiza huku watu wanatoa, wahakikishe wanatafuta magoli lakini wanalinda magoli huku yasiongezeke. Hiyo ya pili. Twende kwa ya tatu. Yes, sasa ya tatu tunaweza kuiangalia kwa mapana, ni kutokana na game plan. Ushauri wangu kwa Dar es Salaam Africans, watapokuwa wamecheza, wapinzani wamekuwa vizuri katika kuhakikisha wamelinda vizuri mpaka Dar es Salaam Africans anakuwa ameshindwa, basi mwalimu ahakikishe mpaka dakika ya 60 kama plani A imefeli, awe tayari ana plani B. Ya hapa nazungumzia nini? Kuanzia kwenye formation hadi wanavyocheza. Kama ulikuwa na formation umeanza na 4-3-3, basi hakikisha badilika, ongeza idadi ya watu mbele kule, nyuma punguza. Kutoka kwenye 4 weka beki watatu sasa. Sawa? Weka katikati watano. Yani hapa na maanisha hizi wing back zako unazistation nazo hapa katikati, katika kuhakikisha unapatikana kitu kinacho recovery backup, ambapo lolote pale linalotakiwa kuja kwa Dar es Salaam Africa linakuwa limeishia pale kutokana na idadi kubwa ya wachezaji wake, yani overload. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam Africans wahakikishe ndani ya hizo dakika 60 kama hakuna matokeo ambayo yamepatikana kama vile wanavyotaka, game momentum haipo vizuri, basi wabadilike, kwa sababu hakuna tena cha kupoteza. Mechi ni hiyo hiyo tu. When they lose, wanatoka. When they draw, wanatoka. When they win na margin ya goli moja, wanatoka. Kwa hiyo kama ukiona hapa hakuna hiki mnachohitaji hakijakamilika, jilipueni, kwa sababu nothing to lose itakuwa tena hapa. Kwa hiyo huu ndio ushauri wangu katika kubadilisha formation na system operations hadi dakika 60. Ukiona mambo yamegoma hapa, mwalimu anatakiwa abadilike haraka, atoke kwenye mfumo aliokuwa ameanza nao. Sawa? Kama ni ulinzi, potelea pote, atoe walinzi 4 abakisha 3, aongeze viungo katikati katika kuabsorb ile pressure, mbele aongeze idadi ili watu wajichanganye huko machanganyikeni na kasi ile ya vitu pale katikati, jinsi vinavyotakiwa viende kwa haraka. If possible, wale viungo wake wala wasiwe na nare nyingi, kuwe na nyingi sana, wachezaji waweze kupita kwenye channels nyingi sana zile, tena kwa haraka, kwa kasi. Hiyo ndio inawachanganya wapinzani, kwa sababu kwanza azuie mpira, halafu hakuzuie na wewe mpinzani, halafu hapo anatakiwa maintain akili yake isivurugwe. Kwa hiyo kasi ni kitu pekee ambacho kinaweza kumbeat defender ambaye anaweka ulinzi wake katika low block. Hiyo ya tatu. Tunaweza kwenda kwa ya 4 sasa. Mbinu ya 4 ambayo ni muhimu sana nayo kuingiza akilini ni ipi? Ni kuhakikisha katika trial zako, katika patterns zako ambazo Dar es Salaam Africa amejiandaa nazo. Sasa safari hii hakikisha unafanya trial mara hizi 2. Nadhani mwalimu atakuwa ananielewa hapa ninachozungumza, kwa sababu walimu ndio lugha yetu hiyo. Kwa hiyo hii lugha ya kusubiria ufanye trials mara 3 ifeli, hapana. Ya kwanza fanya, ya pili fanya, ya 3 badilika. Hapo lazima wataingia kwenye mtego.
Kwa hiyo kama ulikuwa unaleta delivery zako kwenye far post ya kwanza, far post ya pili, mepeli ya tatu, lete kwenye near post, huku ukiwa na huo mtego wako umeuweka. Kwa hiyo hizi ni mbinu sasa, nimeingia kiuwalimu zaidi katika hilo eneo. Na kingine, hawa wakiwepo nyuma, hakikisheni hapa katikati hapa, huyu Paco Mezuzwa, yeye ni creative midfielder, ana ubunifu mkubwa sana. Msimtoe nje, muingizeni hapa ndani kati. Ule ubunifu wake usababishe kuleta kufanyiwa madhambi, zipatikane set pieces katika eneo hili la 14. Hii ni advantage sana, kwa sababu mna watu ambao wanaweza kushughulikia hizo. Kwa hiyo Dar es Salaam Young Africans katika huo ubunifu unatakiwa mbuni sana hicho kitu, wakati zile njia ambazo ni za kiualimu usitarajie kufika hadi mwisho testing zako ndio ubadilike. Hapana, ukifika katikati, mwalimu simama, badilisha mbinu, uende na mbinu nyingine hapo hapo kabla ile final trial haijafikia. Nadhani kwa sababu we are all coaches, mwalimu anaweza kunielewa kwa hili. Wengine nao kidogo samanini kwa hili, kwa sababu hili ni la kitaifa, inabidi sasa tutetee taifa. Kwa hiyo hili la 4 nadhani linalo litakuwa limekamilika. Sasa tende kwenye mbinu ya 5. Mbinu ya 5 ambayo ni muhimu sana, hii inahusisha sasa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Ni waombe sana sana sana, mnapoingia uwanjani, ingieni mwanzo mwisho mnashangilia. Msisubiri moment za kushangilia ndo mshangilie. Shangilieni kwenye moments, hata kama muda ule mnashambuliwa, nyinyi shangilieni. Nyinyi fanyeni kila mnachoweza ku raise confidences za wachezaji wenu kupitia hamasa yenu. Mshabiki ni mchezaji wa 12, lakini mkisubiria moments ambazo ni za kushangilia peke yake, mkashangilia aidha mtu ametiwa tobo, mtu ametiwa kanzu, mtu amepigwa chenga, mtu amerabishwa nyasi, ndio mnashangilia, hiyo hapana. Na hamleti tafsiri sahihi ya kusema mshabiki ni mchezaji wa 12. Nyinyi lazima muwe mchezaji wa 12 katika kuhakikisha mna raise confidence za wachezaji. Hapo automatic kwamba saikolojia zao zitapanda. Mashabiki wake, shangilieni muda wote, aidha mmefungwa aidha mmeshinda. Shangilieni, muwape nguvu wachezaji. Wachezaji wanawategemea sana nyinyi. Hiyo ya 5. Ya 6 na ya mwisho nasema hivi, coach, uongozi, hakuna kitu kikubwa wanachotakiwa waingize wachezaji wao kama kitu kinaitwa winning mentality. Winning mentality. Kwa hiyo katika siku 2 hizi wahakikishe, hata kama sio mazoezi ya kimbinu kutokana na muda jinsi ulivyo sasa hivi, wanatakiwa wacheze na saikolojia za wachezaji, kwamba sisi tunatakiwa tuwe na winning mentality. Tukishakuwa na winning mentality, basi gemu hii inakwisha mapema sana. Kwa hiyo hii ni waombe viongozi wa Dar es Salaam Young Africans pamoja na benchi la ufundi wawajengee wachezaji wao winning mentality. Nadhani hapa kwa hiyo mwanzo nitakuwa nimekamilisha katika hizi mbinu 6. Sasa naomba mniruhusu niandae desa la kuhakikisha mbinu za kumzuia na kumdhibiti Uchizi Vunga zinakamilika ndani ya muda mchache, ili asilete madhara. Tusibishane na ukweli, yule mchezaji ni hatari. Yule mchezaji hafungi, bali anasababisha wenzie kufunga. Kwa hiyo lazima idhibitiwe chanzo cha tatizo kabla tatizo halijatokea. Uchizi Vunga ndio chanzo cha matatizo. Kwa hiyo hiki chanzo cha tatizo lazima watu wakipige, sawa, wakidhibiti, hili mengine yasitokee huku. Kwa hiyo naomba mniruhusu. Asanteni. Kabla
kumaliza ni kuombe usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Gen Fumbwe Soccer Class ili uweze kupata update kwa vipindi vingine vinavyokuja vinavyohusiana na mambo ya soka kupitia misingi ya football science. Ciao.